atoki mtu. Atoki mtu. Kwa uwanja wa Benjamin William Mkapa, atoki mtu tulichokipanga. Nasoro, wewe kama shabiki wa klabu ya Young Africans, wengi wanazungumza mbali zaidi kuhusiana na mustakabali wa kocha Romain Folz ndani ya klabu ya Young Africans. Wengi wanaibuka mapya, wanasema kocha hamtaki, na wengi kuna taarifa alikama wanasema tuzidi kushangilia tu. Hii ni kama dira gani tunaiona kwa Romain Folz ndani ya klabu ya Young Africans? Hili kila siku mimi naongea. Mpaka sasa hivi wengine wananiita chawa, sio, wengine wananiambia mimi naitetea klabu, ila hakuna duniani hakuna klabu inaenda kumtimua mwalimu ambaye asiofungwa. Naomba unielewe hapo. Mimi ujue sizungumzii ushabiki wanaozungumzia wao. Mimi nazungumzia mpira. Mwalimu wa Young Africa, Folz, sawa, kacheza mechi 7 za mashindano ndani ya ardhi ya Tanzania na nje ya ardhi ya Tanzania akiwa na Young Africa. Katika mechi 7, Folz kashinda 6. Sio, unaelewa mpaka hapo? Katika 6 aloshinda kasuluhu 1. Tena alosuluhu bila. Kwa sababu kuna sare kwenye mpira na kusuluhu. Sio, unaelewa? Bila. Hizi mechi 6 zilizobaki, huyu mwamba akashinda na hala hajaruhusu goal offside. Leo hii kuna mashabiki wanaongea mwalimu aende kufukuzwa. Labda mimi nikuulize, kwa mfano wewe ndio engineer Hersi, unaenda kuvunja mkataba na mwalimu, unamwambiaje? Inabidi kuna vitu hapa ushabiki mwenyewe kabla hujaongea maneno jiulize akili yako. Hakuna duniani klabu yoyote kocha anaenda kusajiliwa au kuajiriwa aende kupiga pasi. Kocha anaajiriwa kwenye klabu, timu iende kuchukua pointi 3 na ubingwa basi. Na pili, hao mashabiki wanaosema mwalimu aondoke, mimi siwashangai mashabiki wa Yanga hawa. Nitakukumbusha nyuma, Nasri Nabi yupo Yanga Afrika. Sisi tumeenda Sudani kucheza na Al Hilal, kocha alikuwa Ibenge, sisi tulifungwa goli 1. Mashabiki kibao, mwalimu aondoke. Mpaka rais alichukizwa, rais wetu engineers alizungumza, yeye hawezi kusikiliza wala miogo. Nakumbuka timu ikaondoka hapa ikaenda zake za Tunisi. Hapa tulicheza na Tunisi bila. Si ushelewa? Timu inaondoka Tunisia, hapa mashabiki wanangangania mwalimu aondoke na mabegi yake asirudi. Kama kumbukumbu unayo. Tumeenda kule, goli la Stefano Aziz Ki linatuvusha sisi kombe la shirikisho kuingia hatua ya makundi. Wamebadilika. Si ushelewa? Wamebadilika, wanashangilia mwalimu. Huyo Nasri Nabi walikuwa wanataka wao aondoke, ndio alitupeleka finali kombe la shirikisho. Siku Nabi anaondoka mwenyewe, hao mashabiki wanalia kwa nini anaondoka. Walishasahau kama walikuwa hawamtaki. Susha. Kwa hiyo hivi na kugea stori, hawa ndio mashabiki wa mpira walivyo. Ukiwafuatisha kiongozi, ukiwafuatisha, kuna sehemu unaweza ukafaulu, kuna sehemu unaweza ukazama. Susha, unaelewa? Hawa leo unawasikia wanakuambia Folz ondoke. Tunaenda Malawi. Tukishinda tukiingia hatua ya makundi, huwezi kumsikia shabiki yote anakuambia Folz ondoke. Na pili, nawakumbusha, Mourinho kaitwa special one, sio kupiga pasi. Jose Mourinho ndio aliokuwa kocha bora duniani. Sawa, hakuchukuliwa kocha bora kwa sababu ya kupiga pasi. Alichaguliwa kocha bora kushinda vikombe na timu yake kushinda. Mourinho alikuwa apigi pasi, anakaa nyuma, analinda ukuta. Ukija anapigwa counter attack, ukipigwa kamba imelala. Shughuli imeisha. Hata huyo Nabi, sasa hivi kuna wengine wanakuambia Nabi arudi. Nabi Yanga alikuwa tupigi pasi. Kama watu walikuwa wanaangalia, Nabi alikuwa akishinda 1-2 zimezidi. Mtu anakuambia sisi mwalimu huyu Folz kaja, hatuchezi mpira wetu. Huyo mgeni ndani ya Yanga Afrika. Kapenda Yanga 2023, 24 na 25. Muulize Yanga mfumo wake wepi? Mfumo wa Yanga wangu na wakumbusha. Dimba la chini kuna mtu anakaa anaitwa Asmani Idi Chuji. Dimba la juu anakaa mtu mmoja marehemu sasa anaitwa Geoffrey Boni Mwandanje. Kushoto Ngasa, kulia Msuva. Beni Mwalala Ambani. Hakuna pasi wangu. Ndio Chuji alikuwa anasifiwa hapa, kiungo anosafirisha kupiga mipira ya kona, ya mipira mirefu. Inapigwa huku Ngasa anakimbia, huku Msuva anakimbia. Lunyamila Yanga kasifiwa na kuandikwa Uganda.
sio kupiga pasi. Yanga pasi kaja kuleta Miguel Gamondi. Baba nikuambie, maana kuna watu wengine wamependa mpira juzi. Yanga pasi kaleta Miguel Gamondi. Gamondi alivyoondoka Gamondi akaja Side. Sawa, ndo tukapiga tukapo tunaimba gusa achia twende kwao. Tumetoka hapo nani Muhdi alomalizia ligi. Si ushaelewa? Kwa Yanga pasi wamepiga msimu miaka hii miwili. Mtu anakuambia ndio mfumo wetu. Unajua Yanga unasema mfumo wetu si pasi. Na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wanasema hasijaona ule mpira wetu ambao ulikuwa unachezwa ndani ya Ramovich gusa achia twende. Ndio nakuuliza mpira wa Yanga ulikuwa sio pasi. Au mashabiki wanakuambia ndio hapa nimetoa historia yote kuonesha mpira wa Yanga. Mtu atakwambia mpira wa Yanga pasi. Basi huyo aloanza 22, 23, 24, 25 wapo mashabiki yao na wanajua kuliko wengine. Au mashabiki wanajua uweze kumwambia chochote kile. Ukimwambia ukweli utasikia wewe chawa. Mimi nimezoea kuitwa chawa na siogopi kuitwa chawa. Ila mimi bado nasimama kwa mwalimu. Mimi bado nasimama kwa mwalimu na muunga mkono hali kamwe kuja kutunga mkono sisi tunamshabikia mwalimu wa baki. Huyo mwalimu wanaomtangazao wanaokuja leo wataenda kumpokea wao na wachambuzi wa maredio. Baadhi hata alikama alithibitisha kwa 90% kwamba kuna mwalimu mgeni mpya anakuja leo ameshagongoni mpaka Madagascar. Hali kamwe jana kaposti. Nyinyi wachambuzi mnaosema mwalimu wa Yanga anaotua leo nendeni mkampokee. Lile ni fumbo sheo wangu. Lile nini? Ni fumbo. Mwalimu bado yupo sana. Nategemea tarehe 15 mwalimu tunasafiri naye tunaenda Malawi. Kama unaona una wasiwasi, tusubiri kwanza. Ukishafikia wakati wa kushangilia wote mtakuja kushangilia. Wakati huu mwalimu anaweka mifumo yake. Wewe mwenye wasiwasi, tusubiri kwanza. Alikama kaenda mbali za kusema kwamba huenda Romain Folz wakamtafutia sehemu ya kuweka kwenye benchi la ufundi, huenda akae naye mjumbe. Mimi sikumsikia msemaji kama kaongea. Ila kama kaongea, tusubiri wakati na muda utaongea. Tusubiri wakati na muda utaongea. Shee wangu. Ila mimi ninavyojua Folz bado yupo. Na mpaka leo asubuhi saa hizi yupo mazoezini. Yeah. Bana Nasoro, tuitazame rais wa klabu ya Young Africans kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa klabu FIFA Soka Africa FIFA. Mjumbe FIFA duniani nasema vile vyote. Labda nikuambie rafiki yangu, mimi kwanza nimempongeza. Kwanza amekuja kufungua sawa, kufungua panzia kwa hata Mtanzania anaweza. Kwanza hili mimi nampongeza. Kaja kufungua milango kwa hata Mtanzania anaweza. Kwa sababu Engineer Hersi anavyoanza kuja ndani ya klabu ya Yanga Africa, wachambuzi wengi walisema Yanga tumeenda kuchagua rais Shalobalo anaovaa suruali za kuchanika. Aliongelewa nchi. Si ushaelewa? Alivyoanza Engineer Hersi akachaguliwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Watu waliona kama kabahatisha. Ila kazi yake aliyoifanya ndio leo hii FIFA imeenda kumchagua Engineer Hersi mjumbe wa mashindano ya kiume yote duniani. Yaani sasa hivi engineer halali mpaka vilabu vyote vilale duniani afu ndio analala. Yeah. Wengi akaenda mbali za kuzungumza mbona upande wa pili mbona kama kupendezwa nalo hivi. Upande wa pili huwezi kupendezana nalo. Na kuna baadhi ya upande wa pili wametoa pongezi. Kwa sababu hili sio mficho. Wapo wengi hadi mashabiki wao. Mmoja wao Mikoi Kisugu jana juzi katoa pongezi. Mchungaji katoa pongezi. Si ushaelewa? Haina jinsi. Ukitaka kashakuwa kiongozi wako, utaki ushakuwa kiongozi wako. She wangu ukisikia Mangungu kasafiri kaenda Kilwa. Ukisikia? Engineer Hersi akisafiri anaangalia anakwenda Afrika ofisini Morocco kwenye ofisi yake au anakwenda Urusi kwenye ofisi yake. Kwa sababu sasa hivi Engineer Hersi anaingia klabu yoyote ile hapa duniani kama yeye kiongozi wa FIFA. Si ushaelewa? Mjumbe wa FIFA, kombe la dunia alipangu yeye ndo anakaa kupanga. Afrika hii feko ni alipangu yeye ndo anakaa kupanga. Mpaka yeye. Engineer Hersi huyo. Na kipindi anaanza hapo alimwambia Blazameni anavaa suruali za kuchanika. Sasa hivi wanamuita bosi. Sasa hivi wanamuita bosi. Ukisikia Mangungu kasafiri, kaenda Kilwa kipatimu na kurudi. Ulaya. Ukisikia Mangungu kasafiri,
kaenda Kilwa Kipatimu na kurudi. Kama kawahi kwenda Ulaya kwa masuala ya michezo, niambie nikupe hela. Mangungu kasafiri timu Simba imeenda kambi. Sasa muite nani? Kacheza mpira. Mpira anaujua. Professional nani? Watu wamechukuana. Nikwambie, unajua kuna vitu vingine tuviongee ukweli. Simba wenyewe ndo wamefeli. Kuna mtu alikuja alikuwa anaendea njia ya Engineers. Babla Gonzalez. Babla alivyokuja, walivyompa utendaji, alikuwa anaenda vizuri. Kila sasa wapigaji walikuwa awali. Si ushaelewa, akamwagwa Babla, sasa hivi wamekaa wauni. Hakuna tapeli ataitwa FIFA. Lakini Babla naye karudi. Na kurudia tena, hakuna tapeli ataitwa FIFA. FIFA hatakiwi tapeli. FIFA anatakiwa mtendaji kazi. Sijaona uongozi wa Simba wa kwenda kuchaguliwa kwenda kufanya utendaji FIFA. Sijaona. Lakini Babla karudi. Babla karudi mjumbe kwenye kikao mpaka unyoshe kidole. Shehe wangu. Hadi wewe ufikiri Babla kavunjiwa heshima. Babla alikuwa CEO. Hadi unatoka CEO na kuwa mjumbe. Wewe uliwahi kuona wapi? Hadi wewe umetoka urais au unaenda kuchaguliwa waziri. Wewe uliwahi kuona? Susha. Simba imekuwa kama vile mkate wa boflo, unajua? Ule mkate wa Zanzibar. Ukiuona mkubwa, ukitia kwenye chai laini watu wanakula. Hakuna kiongozi pale rafiki yangu ambaye kaamua kabisa tusimame kwenye mpira. Hamna pale nani? Na ndio maana unaona Yanga wanafanya kama chumbani, muda gani waingie. Na kwa uongozi ule namwambia ndugu yangu Swahilina Kirunga, tutapiga hata mara 20. Hebu jiangalie kitu kimoja. Nataka nikuambie. Kwa nini siri za Simba Yanga sisi tunazijua? Kwa nini? Kwa sababu uongozi wao friji zao hazigandishi. Mimi ndo binadamu wa kwanza nchi hii kuongea kocha wa Simba Ali Christmas. Na watu wengi sana walinitukana. Lakini imetokea. Mimi ndo binadamu nilomtetea Ahmed Ally mpaka leo kabaki Simba. Na kama mimi naongopa Ahmed Ally atoke hadharani aseme. Mimi nilikamata invoice ya Ahmed Ally na tajiri. Mo anamwambia Ahmed Ally uweze kukaa Simba kwa sababu ukiongea mimi unihitaji. Mbona alikamwa anahitaji GSM? Hapa lazima uondoke. Mimi baada ya kuongea tajiri kaona noma akanyamaza kimya. Atoke kama uongo, mwambie Ahmed Ally atoke ongea kama uongo, sishangilie mpira. Sishangilie mpira kama uongo hajaambiwa na Mo akumwambia Ahmed Ally kama amtaji akai Simba. Babu Muhindi ananongwa, shehe wangu. Muhindi ananongwa. Ndio klabu peke yake duniani. Yaani imeenda kumsajili kocha alafu hawajaangalia vyeti. Umeona kocha lakini kazi yake umeiona mechi ya kwanza tu ya kirafiki. Mechi yule sio kocha, yule meneja. Labda hapa niweke sawa kwa sababu Watanzania wengi na mashabiki wa Simba wengi akili zao zina barafu. Zimeganda. Duniani, yani Ulaya, meneja ni kocha ambaye kakabidhiwa masuala yote ya klabu. Anasimamia yeye. Ulaya. Ukija Afrika, si ukiona National, si Mamelodi, si Yanga Afrika, si Simba, si nani, huku kocha sio meneja. Kwa sababu gani? Huku mipira yetu akivyetu. Hawezi kila kitu mamlaka yote akapewa yeye. Kuna sehemu lazima ingie wenyewe. Kama pale unaona Yanga, meneja kuna mtu mmoja anaitwa Ota Wilson, nadhani unamjua. Simba mara kwanza kabisa alikuwa mtu mmoja anaitwa Maimam. Si ushaelewa? Katoka sasa kuna ndugu yangu wa Chanika. Sawa, ndugu yangu wa Chanika ndio kibarua chake Mauta Nyasi kachukua matatu. Si ushaelewa? Kibarua kwa Mauta Nyasi kachukua matatu. Yule kocha Simba walikuwa wanamtaka kocha huyo wa Madagascar. Labda nikusimulie, Simba walikuwa wanamtaka kocha wa Madagascar. Ila sasa hela Muhindi imekata. Baada ya kukata hela Muhindi wakaangalia mechi mbili. Huyu kocha Gaborone. Wamemwangalia mechi hizi mbili. Mechi ya Gaborone kule na mechi hapa. Wameenda kumsajili. Ila mwalimu hana CV. Mwalimu kwenye mpira wa miguu ana CV, mwalimu kwenye mpira soka ufukweni
Ahmed alisema kwamba CV haichezi mpira. CV haichezi mpira. Sasa sikilize nikusimulie basi. Tuameni taratibu. Kocha wa Simba, kwa mfano mechi unaona inaenda kuchezwa Simba, yeye kwa anaenda kama manager, sio kocha. Kocha anaenda kusimama Selemani Matola. Yeye unajua. Wewe unajua hilo nadhani, kwa sababu ana leseni ya FIFA A Pro. Kama una leseni ya FIFA A Pro, mashindano ya Afrika hausimami. Susha naelewa sio? Hapa mimi nawakumbusha watu wasiojua mpira. Kwa hiyo mwalimu wa Simba hilo hana. Yaani yeye atasimama moja na kazi yake, atachukua karatasi ya Matola anataka kufanya hesabu kwenda kupeleka kwa lazima kwa kamisa abadilishe mchezo. Ndio kazi yake. Professional coach hawezi kukosa vyeti. Yes, babu, tunamzungumzia kocha wa Madagascar. Kocha wa Madagascar kama atakuja kwenye ardhi ya Tanzania. Kocha wa Madagascar kama atakuja kwenye ardhi ya Tanzania, hakuna mwalimu yoyote mwenye CV yake. Yule kocha wa Madagascar yule. Kama atakuja kwenye ardhi ya Tanzania, hakuna kocha yoyote anaoenda kumfikia CV zake yule mwalimu. Sijakwambia anafika Yanga. Nimekuambia wanavyozungumza sio kama atakuja Tanzania yule kocha wa Madagascar, hakuna mwalimu yoyote wa kwenda kumfikia vyeti yule mwalimu. Na hakuna mwalimu yoyote ana CV ya mwalimu yule.